waliingia watu watatu katika bustani ya mfalme. Kuna ule mpango wa kwenda kupita mashambani humo, mtu akaona vitu akaokota. Nadhani tulivyokuwa tuko watoto mara nyingi ilikuwa tunafanya, naweza kupita kwenye mifuu hiyo, kwenye embe, kwenye matofaa, ukapita kuokota, ukachuma bila hata ruhusa mwenyewe. Sasa iliwatokezea pia vijana watatu walifanya kama hivyo na wao. Sasa katika shamba lile kumbe na walinzi, walipochuma hivi wakakamatwa. Kwa nini mnachuma matunda haya bila ya ruhusa ya mkuu? Wakapelekwa kwa mkuu kwamba hawa tumewakamata, hawa wanachuma tu matunda katika shamba hili, shamba ambalo linahudumikiwa. Tumewaleta hapa mkuu. Yule mkuu akasema hivi, wapeni vikapu hawa, kila mmoja apewe kikapu chake kikubwa tu. Wakapewa vikapu vitatu. Vikapu vingapi? Vitatu. Wakaambiwa hawa wapelekeni kwenye hao mashamba yangu, kila mmoja achume saizi yake anayotaka, aingize kwenye nini? Kwenye kapu lake. Basi wakachukuliwa wakapelekwa kwenye ile shamba, matunda yamejaa. Wakaambiwa haya, imetoka ruhusa mkuu, kila mmoja achume matunda saizi yake. Basi wakawa wanachuma, lakini wakawa wanachuma kwa uoga. Huu si mtego huu? Kwa kuna mmoja akasema hii ndio fursa hii. Yeye akachuma kweli, akajaza kapu lile. Mmoja akasema mara mtego, wala situmi sana hapa. Yeye akachuma kidogo kama kijirobot hivi. Na mwenzake naye kama vipi rafiki yangu unajaza? Kaambia jaze. Mara jamaa mtega huyo. Naye akachuma akajaza nusu, yeye akaeka mpaka nusu. Kwa mmoja robo, mmoja nusu, mwingine kajaza kabisa. Wakaulizwa nalo walinzi, mkishamaliza mtuambie turudi kwa mkuu, hatujui ana agizo gani. Yule aliyochuma robo, mimi nishamaliza. Anataka kuongeza, nimeshamaliza, vinatosha hivi. Na yule mwingine nusu, na mimi vinatosha hivi. Yule kajaza, wewe mzee umejaza? Kaambia ndio mimi nimejaza bwana, nimepaki kikapu hichi. Walipokwenda kwa mkuu akatoa agizo sasa, akasema, nasema hivi, hawa kila mmoja mkawafungie jela, tena kila mmoja chumba chake, na hivyo ndio vyakula vyao mpaka muda ambao mimi nitasema watoke. Ikawa shughuli pevu kweli kweli. Yule alotuma kidogo akasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yule alotuma wastani akasema bora ningejaza. Wote wakawa wanamuonea wivu. Yule aliojaza akasema alhamdulillah, this is an opportunity and an opportunity never come twice. Hii ndio fursa tandhabi, na fursa kama hii huwa hairejei mara mbili. Akashukuru kweli. Basi wakaingizwa ndani, tiwa kufuli na wala haonani. Yule kijana aliyetia robo yale matunda yalimsaidia, yani kwa siku moja tu alikachuma matunda kidogo sana. Na yule wa pili naye alipiga kama siku 2-3 hivi. Ama yule mwingine alichukua muda mrefu. Waislamu wanawachuoni wanaofananisha mfano huu na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yale makapu Waislamu, yale makapu yale ambayo tumeyataja hapa, ndio madaftari yetu ambayo malaika wanaandika. Kuna malaika mmoja anaitwa Raqib, mmoja anaitwa Atid. Mwingine anaandika mabaya, dhambi hizi, mwingine anaandika mambo mema. Mwenyezi Mungu tujalie madaftari yetu yajaye mambo mema. Na lile shamba Waislamu lenye matunda mengi ndio mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na wale vijana watatu, yule ndo mwanadamu, ndo sisi. Mwenyezi Mungu ametuweka hai mpaka mwezi huu umetufika. Kuna wenzetu ile Ramadhani ya mwanzo watu wameenda kuzikwa,
bismillah wa ala millati rasulillah, kaingizwa mwana ndani. Unadhani alikuwa hataki fursa hii? Wengine wamezuka leo, wengine tunazungumza wapo kwenye sakarati mauti, wengine tunazungumza wagonjwa. Mwenyezi Mungu atupe afya njema, tuufunge mwezi huu, na Allah akituhitaji basi aturuzuku kalimatu tauhid, kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul, iwe ndio mwisho wa pumzi zetu ya Rabb. Waislamu, ile jela ambao wameingizwa hawa ndio kaburi, ndio kaburi. Kwa hivyo kama ndipo kaburini, lakini kapu lako limejaa matunda, kwa maana hizo amali njema, unasemaje ndugu?